Ndihoka wi mwega murori wa Eko TV kiroko kyo muthe ningenaga muno nikunyitana nani o kiroko kuma thaa 1 nginya thaa 3 cia kiroko ngikurehera kabiro na gaka niko kabiro karia halisi ni ukurikana ni njugite ngoretwo ngiuga ati angikorwo tukuona kaundu kara trend kaundu ko ni tugakafuata na andu acio makoragwo magikira video ciao thiini wa YouTube kana thiini wa internet tugakorwo tukimacaria kuria moimite nigetha matuhe turugano twao na tumenya makiria andu acio na muthemba uriku he twana tukoretwo tugikirwo YouTube-ini ni undu wa gukorwo na iheo cia mwanya imiheo itiganite na ciana icio ri ngetha kuria cukuru yo ikoragwo na ngamiona thukuru ino ikoragwo kundu gugwitwo Theta Ward ikoragwo thiini wa Kiambu County haria Kenyatta Road oingira na kou thiini kundu gutari nginya lami kundu irabidi ukuo ni nduthi nigetha ukinye cukuru iyo ni gacukuru kanini utorero na thutha wakwa no riri thiini ri kwina hakiri nyingi muno gathikora reke tunyitane na ciana na arutani a cukuru uyu nigetha tumenye atiriri nigetha matrend thiini wa internet thiini wa bururi wa Kenya na the itiganite ri ni atia wa mwanya makoretwo magika riu bururi wa Eko TV nitwikira thiini wa cukuru wa Gifted na ndina ciana na arutani a cukuru uyu ciana iria ikoretwo ikionanio thiini wa YouTube ni undu wa gukorwo cikiuga core verses na gwika maundu mangi matiganite na igakorwo igi trend na ndirenda matumenyithie nete makoretwo magika wa mwanya tugicompare na cukuru iria ingi na no nyere twambe tuigue hi kana ni moyo Gikuyu TV no tukuhuthira ruthiomi rwa Githweri amu aingi gukore tukiwine area iria citagwo Cosmopolitan kana kwina andu aingi maragia thiomi tofauti na tukuhuthira ruthiomi rwa Githweri nigetha tuhote kuiguana na ciana ici. Habari ya watoto? Hii shule inaitwaje? School motto? Think big. And do you think big? Okay, you do. Hebu niulize, sisi tumetoka Gikuyu TV. Ni wangapi wanajua Gikuyu TV hapa? Nyote mnajua Gikuyu TV? Huwa mnaona nini kwa Gikuyu TV? DJ Afro. Huwa inakuja saa ngapi? Katika hii shule kuna mwanafunzi mmoja ambaye amekuwa akionekana kwa internet sana na huwa ni korova sama anafanya nini? Narrative. Anaitwa nani? Anaitwa? Hamjui jina? Josephine. Karibu hapa Josephine. Karibu. Unaitwa Josephine nani? Josephine Wamboi. Josephine Wamboi. Nataka utuambie hiyo narrative ulifunzwa na nani? Nilifunzwa na mwalimu Lincoln. Mwalimu Lincoln. Unaweza tukadiria hiyo narrative. Shika hapo na upaze sauti ya? Sawa? Haya, endelea. Once upon a time in a not so far away land, a baby was born. Yes, in the homestead of the famous village elder, in one heart of his lovely wife, midwives could be had. Celebration filled the air. Women came dancing, bringing the baby to see the father. The men and women danced to welcome the new life into the village. The father did not waste any time to name his daughter because himself was as brave as a leopard. Wangale grew up so fast. She went from primary to secondary to university, converting knowledge into intelligence into wisdom, gathering bravery after bravery until her dream came true. Wangare grew up so fast. She was loved by everyone at home and at school. But Wangare wasn't like other children. There was something special about the chief's daughter. Yes, something special. She had a special liking to the trees. She loved sitting under trees. She loved singing songs. There was a time she was heard singing. Though Wangale wasn't an indisciplined child, she hated the teachers who cut off trees to punish children. Rumors had it that there was a time the villagers forced the village chief to punish his lovely daughter against his will.
They had accused her for disrespecting the village Chakobana. They had said she had used disrespectful words in telling her to stop cutting down trees. This made Wangari very sad, if not very mad. They made her promise herself that when she grows up, she will do all her best to protect the trees. Wangari worked so hard. She went from primary to secondary, secondary to university, converting knowledge into intelligence, intelligence into wisdom, gathering bravery after bravery until her dream came true. Professor Wangari Maathai, the mother of nature, the fighter of forestry freedom, the first woman, yes, the first African woman to win the Nobel Peace Prize. And the prize wasn't hers only, it was for us all. She fought and protected our forests, our environment, and our Kenyan natural beauty. But now the hero has fallen, and all is seeming to get lost. Where are the big forests you used to hear? What happened to the Mau and Mount Kenya forest? Why are our ocean increasing and snow decreasing? Global warning. There is no more race because there is no more Wangari. We miss you, our hero. Thank you. Thank you so much. Tumpigie makofi. Umesema unaitwa nani? Josephine Wamboi. Josephine Wamboi. Nani aliona news jana ama juzi? News kwa TV jioni. Sasa tumekaa kwa jua, si ndio? Mnasikia vile amesema? Watu wakikata miti na vile ambavyo naibu wa rais, nani anajua, William Ruto amesema tusikate miti, sio? Kwa sababu ndio maana kunakuwa na joto, hakuna mvua. Miti huwa inakaribisha mvua. Na hiyo poem ndio maana imekuwa popular kwa sababu ameikariri kwa njia nzuri sana. Tumpigie makofi tena. Asanteni. Huyo mwalimu mwenye alikufunza ako wapi? Ako wapi? Karibia mwalimu, karibia. Karibia sana. Pitia tu hapa. Taratibu tu. Haya, huyo mwingine ambaye ako na Corvus, Teacher Agnes, tutafuata nani? Baada ya Wamboi, Elizabeth, jitayarishe. Karibu sana Teacher Wamboi. Keti pale. Asante sana. Teacher, na uongee kwa sauti kidogo. Unaweza kutufahamisha hii idea ya kuandika ni narrative kama hiyo ilitoka wapi? Ukiangalia kama vile sauti hatukusikii vizuri. Ukiangalia kama vile nchi yetu iko wakati huu. Jua inaonekana inachoma sana. Kweli, unaona pia mimi na sweat hapa mbaya sana. Tunaambia mahali fulani kuna ukame, watu wanakufa njaa maji. Na ukiangalia pia watu wameanza kupigania makaa. Wamesema governor wa Kitui na governor wa Kiambu wanafaa wakae chini kuhusiana lile lori ambalo lilichomwa. Kwa nini? Kwa sababu watu wakikata miti, mazingira inaharibika, tunapoteza rasilimali nyingi sana. Ni kweli. Ndio maana tukaamua tuandike hiyo narrative, angalau watu waweze kusoma nayo. Na unajua changamoto kubwa ambayo iko hapo ni kwamba je, hawa wanafunzi wakishafunzwa narrative kama hiyo, unajua wanaitikia vizuri sana. Tunyamaze, tutulie kidogo. Wanafunzi tuko karibu kumalizia. Unajua joto kuna jua limewaka sana, wanahisi joto. Na pia wanafunzi pia kuwa watulivu kikamilifu ni shida. Unajua nyinyi mko nao mnaelewa hivyo, sio? Niulize, mkifanya hivyo kwa kimombo, huwa labda baadaye mnakuja kuwaelezea ili iingie kwa akili zao, wapate kupata taswira ya kile ambacho mnasema? Kabla ya kuanza kuandika kitu kama hiki, kwanza tunaongea na wao. Tunauliza mashida na ambao wanaona miti ikikatwa, maua, hivi vitu wanavichukulia aje. Kabla watu wapatie kitu kama hicho cha kizungu, unaongea naye, unazungumza naye, anapata kuelewa vizuri kile kitu ambacho anaenda kufanya kinasema nini. Yeye mwenyewe akishajua kushika itakuwa haraka sana. Unajua sababu kuu pia ya kuja katika hii shule ni kwa sababu ni poem ambayo imekuwa kwa YouTube, tumekuwa tukiiona sana. Na kisha kumekuwa sasa na fracas. Uliona Nairobi, Naivasha, Nakuru highway imefungwa kwa sababu ya lori ya makaa kuchomwa, na serikali pia imeweka ban. Tumeona, nilikuwa Mount Kenya juzi kule juu kabisa, miti imekatwa, kunakaa jangwani. Tumeona pia katika maeneo mengine Mau Forest watu wameenda huko kufanya mambo ya ukulima. Sijui wewe unaweza toa wito gani kwa jamii? Kuna ile miti na ambayo wanasema ni water catchment. Kuna ile miti ambayo wanasema ni indigenous. Kulingana na mimi ningesema kama mtu lazima akate miti, apande ile miti na ambayo imesemekana ikipandwa muda fulani itakatwa. Na ukikata pia unapanda ingine.
Hiyo ndio ningesema kwa wananchi. Na najua pia wewe ni spoken word artist. Hebu tueleze kidogo kuhusu hilo. Huwa unafanyia wapi? Ninafanya tu hapa kwa occasions. Kuna harusi, nitaitwa, pengine mtu akiwa na udhoni yake ataniita hapo, nitafanya spoken kidogo. Sasa mpaka kwa udhoni yako wewe mwenyewe ndio utafanya spoken? Hata kwa udhoni yangu na harusi yangu nitafanya. Okay. Labda nikupatie nafasi siku nyingine uje tuzungumzie hayo ya spoken word kama spoken word artist, sio kama mwalimu. Sio? Nitakupatia hiyo fursa. Asante sana kaka. Nimeshukuru. Huyo mwingine ambaye ilikuwa ni chorus ama ni gani? Solovus. Mimi sitofautishi kati ya Solovus, narrative na hizo nyingine zote. Siko mwanafunzi wa music. Karibia kidogo, usiogope. Karibia tu kamera kidogo. Hapo sawa. Umesema unaitwa nani? Elizabeth Wanjiko. Elizabeth Wanjiko, utashika hii alafu upaze sauti kama mimi Elizabeth Wanjiko, dadi anaitwa nani? Samuel Gesharu. Hebu msalimie, muevi hivyo kwa TV. Msalimie hivi. Anakuona sio? Anakutazama. Hebu tumesema ni inaitwa nini? Solovus. Inaitwaje? Yako title? My teacher, my pride. My teacher, my pride. Endelea na upaze sauti. When I wake up in the morning, I wash my face, I brush my teeth, I take a cup of tea, and then I run to school, and then I run to school. When I get to the school, her face is usually there. A smile is usually on her face. The smile makes me happy, because when she's happy, there is no trouble. The beautiful face of my teacher, my pride. My teacher teaches so well. A subject after every bell. She writes well on the board. I can't forget what I'm told, because when I do, she will pinch and my ears will grow another inch. My teacher, my pride. I like the way she talks. I like the way she walks. She talks in a melody. She walks in a comedy. I love her soft voice that to me makes no noise. When she sings, we rejoice. Our joy is her choice. When she walks, it's like a cat, careful with her legs not apart. I love her from the heart. God bless my teacher. I want to be like my teacher, my pride. Elizabeth Wanjiko, Gifted Compassionate School. Thank you. Okay, asante sana Elizabeth. Nimeshukuru sana. You have a gift, Sio? Na uendelee hivyo hivyo. Mpigieni makofi. Wanjiko sio makofi. Asanteni sana. Katika hii shule kwani hakuna vijana ambao wanaweza fanya kitu kama hicho? Vijana mnabwagwa? Yupi huyo? Kunaye? Kuna kijana? Hakuna hata mmoja? Vijana? Vijana wako kwa Corvus. So from here tunaenda wapi? Tunaenda kwa Joaris. Joaris. Ni mgani huyo? Wow, karibu sana. Alafu kutoka kwake ndio huyo mwingine next ajitayarishe. Kutoka kwake sasa tutaenda kwa Corvus. Kutoka hapo tunaenda kwa Corvus. Utatufahamisha majina yako na upaze sauti kabisa kama wale wengine. Kwanza unaitwa nani? Jaris Njeri Karaoke. Hatujakusikia vizuri, ongea kwa sauti. Jaris Njeri Karaoke. Okay. Wewe uko na Corvus ama? Maswali ya computer. Okay, sijui ni mwalimu gani atamuuliza. What is a computer? A computer is an electronic device that accepts data and processes it into information. A computer is a? A computer is an electronic device that accepts data and processes it into information. What is a mouse? A mouse points things in a computer. What is a monitor? A monitor shows things on the screen. A monitor shows things on the screen. Yes. How many parts do we have of a computer? We have CPU. CPU. Mouse. Keyboard. And monitor. And monitor. Kuna swali lingine ambalo tunaweza tukamuuliza? What is the work of a CPU? A CPU types letter. A CPU is the brain of a computer. What is the work of a keyboard? A keyboard types letter. How do we start a computer? Microsoft Office. Microsoft Office. That is how we start a computer. Thank you so much. Asante sana. Uko class? 4. Class 4. Na hayo yote umefunzwa na unayafahamu, sio? Thank you. Unajua corporate computer? Unajua Asante sana Keti. Haya, kutoka kwa huyo tunaenda kwa nani?
Kuna mwingine nataka kuonyesha jinsi ambavyo mtazamaji wa Geko TV, wanafunzi wa shule hii ijapokuwa kwamba ni shule ndogo, lakini walimu wao wamejizatiti na kuhakikisha kwamba wanafunzi wao wana compete na shule zingine ambazo tunajua kwamba ni shule za pale kileleni. Na nataka kuonyesha kwa sababu nimekuonyesha pale nje tukiingia ni shule aina gani, lakini wako na talanta za aina yake, na sana sana hiyo kuhusu ukataji wa miti na poem kuhusu marehemu Wangari Maathai. Wakati saa hii ndio tunalia kwa sababu watu wengi walipuuza juhudi zake za kuzuia kukatwa kwa miti. Tunaenda kwa nani? Korovas. Ni kina nani hao? Mko tayari? Yes. Mko tayari? Yes. Haya, watu wa Korovas, endeleeni. Wakupisha barabara, ukifika hapa chuo usome bila papara. Masomo ndio chaguo ya kuleta mambo bora, kiburi ni chafuo, mambo bora takupora. Nasikia sauti ya mama, sauti ya mwana. Sasa ni saa sita, kwaheri mwalimu, karibu mwanangu. Muda wangu umefika, nyumbani naelekea, bongo langu limechoka vile nalikemea. Soma nitaweka uoni nikemea, ukikuza sitashika, nataka kujisomea. Karibu hapa nyumbani, chakula kakupikia. Umekuwaje shuleni? Mwalimu umenipigia, amesema ukiduni masomo utasikia. Nimeenda kitandani na ananipangia, amka uende shule. Sitaki kwenda shule. Utaenda? Siendi. Utaenda? Siendi. Una shida gani vile? Sipendi mwalimu yule unipigia kelele na kuninyoshea kidole. Nimechoka kwenda shule, mwalimu akiwa pale. Huyo haki hanijui, hiyo shule sina deni, masomo hayainui, watoto wanawaduni, meanzisha uadui, hata nilipa faini, mwanangu sibagui, tamlinda maishani. Mwalimu Barakala, uachane na mwanangu. Tafadhali. Tatatua hilo swala ukipunguza machungu. Wewe Zuzuana fanya mfute vyema mwanangu, kosa tu ufungwa jela, mikono teke pingu. Yes, kidole sambusa, yes. Wacha kuteta mzazi, angalau nielewe, hujui vita vya panzi, huwa furaha kwa mwewe. Imarisha yako kazi, umfunze aelewe, usimchune kwenye ngozi, usimgombeshe kamwe. Usemalo ni kweli, kazi yangu ni kufunza. Lazima fungwe seli, mwanangu wangu kutunza. Mwana akifidhuli, tabia nitamfunza, simamo sibadili. Elimu na nitatafuta. Ni muda wa mtihani, fanya kwako upeo. Nataka kwenda nyumbani, elimu sitegemea. Pia bidii masomoni, kwa maisha ni mdeo. Ni upate 30 ya uviza matokeo. 30 mara ada 20. Ilani ana mtihani, alifunikwa na soni. Yani kumbe uliduni, mamako na usakuni, ni kukimu maishani. Mbona mchezo masomoni, nasononeka moyoni. Mama akisamahani, nitainuka masomoni. Naam, masomo kwetu ni taa, mwangaza wa maisha, hatutatupa masaa, kwa elimu kudumisha, tunakemea kichaa, masomo tutadimisha, kwa werevu sitapaa, na ujinga tamatisha. We, kama tauta, hakuna utata wala matata zisiwa vita, ni uta mtihani utapita, wanatuita Gifted Compassionate School, tameremeta kama nyota, kwisha. Tuwapigie makofi. Au sio? Si wamefanya vizuri? Unajua hawa wanafunzi wamekuwa wakionekana the whole world, dunia nzima, kwa sababu ya hilo shairi, kwa sababu wako kwa internet. Semeni internet. Ni wangapi wanajua internet hapa? Unajua internet? Si mnaendaka mnaambia wazazi wa download games. Ukidownload game lazima utumie internet. Na motire mwaka gifted. Mugana manaje na motire mwaka gifted. Mwana dukurore daka na tana ora neto daka. Mwana dukurore daka na tana ora neto daka. Mugana manaje na motire mwaka gifted. Mugana manaje na motire mwaka gifted.
Murori wa Eko TV no turathi na mbere na kwaria na ciana cia gifted na riu ri ndakwira atiri ciana ici ni ibundithagio tondu na ikanyita na ni kaundu gakoretwo gakimurikwo muno na tukauga atiri no nginya tukinye cukuru uyu nigetha tuigirire kabiro-ini no mothe ndera tuigua atiri ciana ici ciabundithio kindu ri hihi ni iriganagirwo mmeniambia mko na poem about school na ya pili kwa hivyo tuanze na gani? School. Haya twende kazi kwenu. School is something we must all embrace. Knowledge we need to seek out and chase. Science and teaching science and protection and values. Just like the backpacks we all need to carry. Sports and activities at every single time. So much to do, study and learn. To get most from school, we should consistently attend. Around each corner, there is always a friend. Our favorite teachers are friendly and kind. Their passion and job to expand every mind. School is something we must all embrace. Just remember to learn at your own pace. Thank you. Next. I read and needed a lot more than my cash could buy. I read a boy in my heart till I let my heart come to rest. On the path among my winter clothes, I took gentlemen for my own trouble heart. Then I went on giving love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and self-control. Then I went to the cashier. I asked for my bill. Surprisingly, the cashier looked up and smiled. A man named Jesus paid it for you, and I went home free and free indeed. Thank you. Sasa kwa sababu nyinyi mmemaliza, tuwapatie wale wadogo nafasi, sio? Nao tusikie wanaweza kufanya nini, sio? Nimewashukuru sana, jipigeni makofi. Haya tuketi, pole pole, taratibu tu. Taratibu.